Bila shaka nitamleta Irene muulize swali. Kama nyinyi ni wataalamu wote na kama mbona mnajua mbona tuko na hii shida na kama mnajua suluhisho la sisi kutoka katika hii shida, mbona upande ule wa serikali wasijue mnachojua nyinyi? Maana yake si atuelewe, anayetazama na angalia nani anayejua nani asiyejua. Asante sana na nitaguzia vitu vitatu. Kwanza nafikiri shida iko kutoka kwa bunge. Kwa sababu bunge yenyewe iko na ile tunaita NGC CDF. Kwa hivyo kuna pesa pale kwa bajeti pia wanapatiwa kama dangling carrot, sivyo? So wakisema hawatapitisha, nao mara nyingi wanaambiwa ile pesa yao itapunguzwa. Kwa hivyo bunge haifai kuwa inafanya oversight na implementation. Tukitenganisha mambo hayo mawili, basi unakuwa hakuna bias. So in our minds there is a perceived bias that parliament can be swayed based on that budget that they will be given. But constitutionally, parliament should only be concerned around oversight. So that is one danger, that without looking at the institutional framework of parliament, then they do not have independence. The second aspect for me is when you look at Article 2253 and 2 of the Constitution, inasema kuwa kuna ile tunaita fundamental breach ya PFM. Kwa hivyo tukiwa tunasema our debt is at 1.8 trillion, taking a significant part of the budget, na tunasema kuwa it's not transparent, hatujui pesa hiyo imeenda wapi, ni nani tunalipa. That for me and as players is a fundamental breach that then Article 225 inafaa kuingia, ambayo inasema hiyo entity ambayo haijatumia pesa vizuri basi isipatiwe pesa in the next financial year. Lakini serikali nao inazidi kupatia ile entity, kama ni Ministry of Health ilikuwa na cancer scandal, bado next year watapewa zaidi. Kwa hivyo hatutumii ile kipengele ambayo tumepatiwa kwa katiba. Jambo la tatu ni tunasema kuwa ekonomi yetu is majorly informal. Nayo serikali inasema inataka tax the informal sector. Lakini ukiangalia our wage bill, wakati tunasema wage bill consolidation, unaona kuwa pesa nyingi, around 56% ya hiyo budget ya revenue inaenda kulipa state and public office. Wenyewe they only 13% of the working population of Kenya. So if you're going to tax the informal, but the money that comes is spread to 13% of Kenyans, there is no equity. Lakini kumekuwa na changamoto ukijaribu consolidation kwa kuangalia allowances state and even public officers wanakataa, wanapiga ile vita. Kwa hivyo tunaona itakuwa vigumu sana kusema unataka kutax the informal sector, lakini at the point of redistribution huwapati chochote, hospitali wataenda peke yao. La mwisho ningesema kuwa Mheshimiwa Mbadi ambaye ni chair wa kamati ya PAC anafaa kutueleza how much did we lose in the last financial year. Like in the 3 financial years, tume lose pesa kiasi gani kutoka vile wanaambiwa from the Auditor General's report. Na tunaangalia ile mzamba ya tax, you cannot always showing negative report. The Auditor General they said Article 225 in place where you cannot give a entity as a fundamental to participate kama